Karibuni tena nyinyi wote katika kipindi chetu cha kuwa na furaha na amani, kipindi ambacho kabla ya kuanza mara nyingi huwa tunatoa salamu za rambirambi kwa watu wote duniani ambao wanaofahamu lugha ya Kiswahili na kukizungumza pia. Isitoshe, katika nchi za maziwa makuu, Afrika Mashariki na pengine pote duniani, huku wengi wao wakijitahidi kuzungumza lugha hii na kuweza kuisambaza pia. So wote tunawatolea salamu zetu kwamba waweze kufanya jitihada zao ili lugha hii iweze kujulikana pote duniani, kiasi kwamba inaweza ikapatia watu motisha kufahamu mengi zaidi, na isitoshe katika masuala ya biashara inakuwa ni lugha muhimu sana, kwamba watu wote waweze kuelewana kipi kinaendelea, na maendeleo ya leo yanahitajika katika umma wa watu ili wakuwa wanazungumza lugha moja au kufahamu lugha zote pamoja, ili mawasiliano yakuwe mazuri na vitu ambavyo wanaokusudia kuvifanya visilete matatizo na mgogoro, viwe vimeenda katika njia ya usalama. So leo tutazungumzia swala ambalo linaendelea kutatiza wananchi wa nchi mojawapo wa nchi za maziwa makuu au Afrika Mashariki, hususan DRC Congo, kwamba nchi hii imeweza kupatwa na matatizo ya muda mrefu ya ugonjwa wa Ebola. So inaonyesha kwamba ugonjwa huu wa Ebola unaendelea kuleta matatizo katika sehemu hii ya DRC Congo Mashariki, kiasi kwamba wananchi wao wengi waliweza kukumbwa na ugonjwa huu na kufariki, na wengine wakiwa mahututi, na wengine wakiwa wamelazwa hospitalini sehemu mbalimbali nchini, na isitoshe nchi za jirani, na penye kuendelea kuhofia kusambaa kwa ugonjwa huu. So leo katika kipindi chetu tutajitahidi kwa ajili ya kuweza kuutambua ugonjwa huu. Ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani, umeanza vipi, na ni vipi tunaweza kufanya katika jitihada zetu zote ili kuweza kuumaliza ugonjwa huu au kujilinda nao. So tutakachokizungumzia kwanza ni kuufahamu ugonjwa, cha pili namna watu wanavyopata Ebola, cha tatu dalili inakuwaje mtu ukiwa umepatwa na huu ugonjwa, na isitoshe tutaona chanzo na utambuaji. Pia kinga, je, ipo? Na ikiwa ipo au haipo, ni kinga ya aina gani? Isitoshe tutaona hatua za kuchukua ukiambukizwa. Wewe umeupata, utafanyaje? Na pia tutakuja kuona kwamba tiba na chanjo. Je, tiba na chanjo vipo? So matarajio yanakuwaje kwa watu ambao wanaojitahidi kwa ajili ya kusaidia watu ambao wamepatwa na huu ugonjwa, na tutaona milipuko itakuwa imeanza wakati gani, na isitoshe ili tuweze kuutambua zaidi ugonjwa huu wa Ebola. So wanaonyesha kwamba la kwanza, Ebola ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya homa ya hemoraji, yaani kutokwa na damu sana. So ina kiwango cha juu cha uambukizaji. Watu wengi wanaweza kuambukizwa haraka. Huo ugonjwa wa damu kutoganda unaua sana. Kati ya watu 10 waliopata virusi vya Ebola,
basi wastani kati ya watu 5 na 9 hufa. Ebola haina chanjo wala tiba, lakini hupokea matibabu katika vituo vya Ebola mapema huongeza uwezekano wa kupona. Jambo lingine la kwanza tutaanzisha nalo ni jambo la kuelewa ugonjwa huu ulianza lini na ni kipi kilichosababisha ugonjwa huu kuendelea kusambaa. Wanaonyesha kwamba ilitokea kwa mara ya kwanza nchini Sudani pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio ugonjwa huu wa Ebola ulianzia, kulingana na watafiti ambao wanaofanya utafiti wa magonjwa za maambukizi duniani. Wanaendelea kuonyesha kwamba kwa kawaida ugonjwa huu huibuka katika sehemu za joto jingi za Afrika zilizoko kusini kwa jangwa la Sahara. Pia kuanzia mwaka 1976 ilipotambulika kwa mara ya kwanza hadi 2013 idadi ya watu walioambukizwa ilikuwa chini ya 1000 kwa mwaka. Pia mlipuko mkubwa hadi leo hii ni ile inayoendelea hasa katika nchi za Liberia, Sierra Leone na Guinea. Mlipuko wa 2014 wa Ebola Afrika. Hadi mwezi wa Novemba 2014 wagonjwa wapatao 15,000 walitambuliwa kuambukizwa na kati yao 5,000 walishakufa. Hatimaye mlipuko huo ulimalizika mnamo Januari 2016 baada ya kuua watu 11,000. Lakini tumeona kwamba ugonjwa huu umejitokeza tena. Kulingana na taarifa za habari, huwa unajitokeza unakwenda unajirudia. Jambo lingine ambalo wanaonelea kwamba ugonjwa huu watu wanaupataje? Wanaonyesha kwamba wagonjwa wanaweza kusambaza ugonjwa huu kwa wengine, lakini Ebola haiwezi kupatikana kwa njia ya hewa. Kwamba magonjwa mengine tunavyofahamu namna yanavyoleta uambukizaji kwa njia ya hewa, lakini ugonjwa huu wanaonyesha kwamba haiwezekani kabisa. Pia kwa watu, maambukizi hutokea wanapogusa ugirigiri wenye virusi hivyo. Wenye Ebola hupata homa ya kumwaga damu sana. Wanahara damu na kutapika. Wanatokwa na damu kutoka puani, mdomoni, katika viungo vya uzazi. Uvujaji huo unaweza kuambukiza haraka sana na kusababisha watu wengi wapate virusi. Watu wanaogusana na wagonjwa wapo katika hatari zaidi. Jamaa na wahudumu wa afya wanaweza wakaambukizwa ugonjwa huu. Miili ya wafu pia inaweza kueneza ugonjwa. Hivyo ni lazima kuwa waangalifu, kuzika kwa makini na kukaa mbali. Usioshe, kugusa wala kuibusu maiti. Usinawe mikono kwenye ndoo walionawia watu waliogusa mwili wa mgonjwa. Hiyo ni nafasi ya kuonyesha namna ugonjwa huu unavyoambukiza. Ukiwa umeambukizwa, dalili zitakuwa ni zipi za kuweza wewe kufahamu kwamba kabisa nimeambukizwa? Kwa kawaida dalili huonekana kati ya siku 2
2021 baada ya kuambukizwa. Pale watu wanapopata Ebola, dalili za kwanza ni kuonekana kwa wagonjwa wengine kuwa na homa, uchovu, kichefuchefu, maumivu ya koo, tumbo, msuli, kichwa na viungo vingine. Kwa dalili hizo, watu hufikiria kwamba wana magonjwa mengine kama vile malaria au homa ya matumbo. Kwa kawaida, hali inayofuata ni kichefuchefu, matapishi yanayoweza kuwa na damu. Kikohozi pia kinaweza kuwa na damu, harisho pengine lenye damu, pamoja na figo kutofanya kazi vizuri, huku watu wengine huanza kutokwa na damu. Baadaye hali inakuwa mbaya zaidi hadi kufikia hali ya kumwaga damu kwa kiasi kikubwa sana. Wanapata mshtuko, shinikizo la damu kuwa chini, pamoja na moyo kwenda kasi, na mzunguko wa damu kuwa hafifu mwilini. Hii inasababisha viungo vya mwili kuuma sana na kuacha kufanya kazi. Ebola pia husababisha ukakamavu mwilini, ambapo inawaacha waathirika kitandani. Hata kama watafanikiwa kufika hospitalini, wengi wao hufa. So hizi ni dalili zote ambazo zinaonyesha kweli kabisa unakuwa umeambukizwa au umepata ugonjwa huu wa Ebola. So chanzo cha utambuaji, chanzo kilikuwaje na kinakuwaje? Chanzo pamoja na utambuaji wa virusi huenda inaambukiza kutokana na kugusa damu au majimaji ya ngedere anayeambukiza. Pia popo wa matunda hubeba maradhi ingawa hawaambukizwi. Wanyama hao wawili huambukiza zaidi kuliko wengine. Kama virusi hiyo hubebwa na upepo, haijathibitishwa na wataalamu wakifanya utafiti katika mazingira ya asili. Binadamu wakishaambukizwa wanaweza kuambukizana wengine. Wanaume walioambukizwa wanaweza kuambukiza wengine wakifanya ngono nao, huku madhi inabeba virusi. Hatari hii huweza kudumu kwa takriban miezi miwili. Mkakati wa utambuaji kwanza unalenga kuitofautisha Ebola na maradhi ya malaria na kipindupindu, yakiwa na mengine yenye homa zivujazo damu. Ili kudhibitisha utambuaji, sampuli zinachunguzwa kubainisha zindiko au virusi za RNA ama virusi yenye ya Ebola. So haya yote ni madalili ya namna ugonjwa huu unaweza kukuambukiza wewe au unaweza kuchukua. Tumeona kwamba ni kupitia binadamu kwanza, ambao waliofariki au na wenyewe ni wagonjwa wengine, au isitoshe wametuonyesha kwamba kuna wanyama fulani ambao sio vizuri kwako wewe kuweza kuwagusa au kuweza kutembea karibu nao. Isitoshe wameonyesha kwanza, mara nyingi ugonjwa unatambulika kwa kutokwa na damu nyingi katika sehemu zote ambazo
zinaweza zikatokwa na damu mwilini. Puani, kinywani, sehemu zote ambazo zina tundu mwilini, damu zinaweza zikajitokeza. Na isitoshe, na ikiwa kwamba una tatizo la kwenda kuhara au ugonjwa wa kuhara, unaweza ukashtuka kinyesi chako kipo na damu, kinaonekana kwenye damu nyingi. Yaani kinyesi chako kina damu nyingi ambapo kimetoka tumboni pamoja na damu yenyewe. So hizo ni dalili mojawapo za kuweza kuonyesha kwamba umeambukizwa ugonjwa huu au umeupata ugonjwa huu, kulingana na ambavyo dalili zinavyojitokeza kwa kutokwa na damu nyingi, na isitoshe wameonyesha kuwa na uchovu mwingi, kiasi kwamba wagonjwa wengi huwa na matatizo ya kuweza kujikwamua au kusimama kwenda hospitalini. So kinga inaweza ikawa, je, ugonjwa huu una kinga? So tuone. Ebola huhesabiwa kati ya magonjwa ya mlipuko. Inaweza kuambukiza kutoka kwa mgonjwa au maiti, kama tulivyoona hapo mbeleni wanavyozungumza ugonjwa huu. Hivyo wagonjwa wa Ebola hutenganishwa na wagonjwa wengine wasije wakawaambukiza. Hii ina maana kwamba watu wengine wasije wakagusa ugirigiri na damu yao. Basi watu wengine hawawezi kupata virusi hii kwa sababu tayari hatua ya kuwatenganisha imeshapita. Ili kuzuia usambazaji wa Ebola, vitendo vifuatavyo vitendeke. Kwanza, Ebola huambukiza wanyama na popo pia. Usiguse wala kula nyama ya msituni au popo. Ngedere walioambukizwa watafutwe, wakauawe na mizoga yao ichomwe moto. Jambo la pili la kufanya ni kuipika vizuri nyama, huko mpishi awe katika hali ya usafi kabisa, akivaa sare ifaavyo kumkinga yeye mwenyewe mpishi. Ni lazima mpishi anawe mikono kabla ya kugusa nyama ama vifaa vya upishi. Pia ni muhimu kujihadhari kwa kunawa ukiwa karibu na mtu anayeambukizwa. Jambo la tatu, sampuli ya majimaji ya kimwili pamoja na tishu kutoka kwa walioambukizwa lazima ziguswe taratibu sana. Wanaendelea kuonyesha kwamba usimguse mgonjwa au mtu aliyekufa wala viowevu vya mwili wake, damu, matapishi, mkojo, kinyesi au kuhara. Nawa mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni. Iwapo huwezi kunawa, pangusa na jeli ya alkoholi. Safisha nyumba yako kwa sehemu moja ya dawa ya kungarisha na sehemu 9 ya maji. Mtu akifariki kutokana na Ebola akiwa nyumbani mwako, usiguse mwili, malazi au viowevu vya mwili wake. Kaa mita 1 mbali na maiti. Umpigie simu mhudumu wa afya. Waruhusu wahudumu wa afya kufika nyumbani mwako, washughulikie mwili huo
na wasafishe nyumba kwa kuinyunyuzia chlorine. Pia wanaonyesha waliofariki kwa Ebola lazima wazikwe haraka. Uende na wahudumu wa afya kwenye eneo la kaburi. Epuka kushiriki chakula, kinywaji na kunawa mikono kwa pamoja wakati wa mazishi. Kawisha sehemu za baada ya mazishi hadi baadaye katika mwaka. Nyumba ikiwa safi ni salama kwako kurudi. So hilo ndilo tendo la kufanya ikiwa mtu wako au mtu wa family aliyeambukizwa na ugonjwa wa Ebola akawa amefariki au bado akingalika hospitalini. Hayo ni mambo ya kuweza kufanya kabisa. So hatua za kuchukua ukiambukizwa wewe mwenyewe, sasa utafanyaje? Piga simu kwenye kituo chako cha matibabu waeleze kuhusu ugonjwa wako. Pili, sikiliza maoni yao, huenda ukatumwa hadi hospitalini maalum. Tatu, kaa mbali na watu wengine ili nao wasiambukizwe. Nne, hasa kuwa mwangalifu na matapishi na kinyesi chako wewe mwenyewe. Wanaonyesha kwamba habari hii haikusudiwi kutumika baada ya ushauri wa kimatibabu. Uzingatie, iwapo una maswali yoyote kuhusu mada yoyote iliyozungumzwa humu, tafadhali pata ushauri wa mtaalamu wa afya. Ni muhimu. Yeye atakuelekeza cha kufanya. Usizingatie sana yale ambayo yanazungumzwa na watu pekee. Tiba na chanjo. Je, vipo? Pale mlipuko unapotokea, watu wengi huja na kujaribu kusaidia kuzuia. Shirika la Afya Duniani ni moja kati ya makundi muhimu sana kwa jitihada zake za kujaribu kuzuia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Mpaka leo hii hakuna tiba maalumu ya homa ya Ebola. Lakini ikiwa watu wanapata huduma bora kutoka kwa madaktari na wauguzi, wengi wao huishi. Jitihada za kuwasaidia walioambukizwa ni pamoja na kuwapa tiba yenye unganaji kikemikali na maji mdomoni. Wanywe maji matamu kidogo pamoja na maji yenye chumvi, au kupata kwa njia ya sindano ya vena. Huduma bora kwao inaweza kuwa kwa ugirigiri au damu zinazotolewa kwa vena za watu. Inaweza kuwa dawa za kufanya shinikizo la damu na mzunguko wa damu vifanye kazi vizuri. Bidii zinafanyika katika utafutaji wa dawa ya chanjo, lakini hadi leo hii hakuna chanjo kabisa. So matarajio ni kwamba kiwango cha vifo ni cha juu sana wanavyozungumza. Idadi ya waambukizwa wanaokufa ni kati ya 50% mpaka 90%. Yaani wanaougua wakipatwa na ugonjwa huu, wanaofariki ni wengi, ukizingatia 30% au 90%. So kupona sio rahisi. So hapa ni kwamba
cha kuzungumzia ni kwamba ugonjwa huu kweli ni ugonjwa ambao sio rahisi kuweza kukabiliana nao, lakini wameonyesha namna ambavyo watu wanaweza kukabiliana nao ni kujilinda, sana sana wale wanyama ambao wametajwa wa porini, kujiepusha kuwagusa au kushirikiana nao. Na isitoshe, watu ambao wamefariki wakiwa watu wa family au watu ni jirani au ni rafiki, ni kujilinda kugusa maiti zao au kuwa karibu nao. Au wale ambao ni wagonjwa bado wanapewa matibabu, kuweza kuwakaribia na kuweza kuwagusa au kuweza kuwahudumia. Wanaonyesha kwamba ni vitengo vya afya pekee ambavyo vina utafiti na utaalamu, wanao uwezo wa kuweza kuwakaribia wagonjwa walioambukizwa, na pia ikiwa wewe mwenyewe umeambukizwa, ni kujilinda na matapishi yako au vitu ambavyo mkojo na vingine kinyesi chako wewe mwenyewe kuweza kuvigusa. Na isitoshe, piga simu mapema ili uweze kupata tiba au matibabu. So ugonjwa huu kabisa umeendelea kuwa na shida kubwa katika sehemu hii ya DRC Mashariki, kiasi kwamba jirani wao wengi wao sana sana kama nchi ya Rwanda wameshafunga mipaka. Na isitoshe, ugonjwa huu unapatikana sehemu karibu ya wale waasi wa M23 wakiongozwa pamoja na Rwanda, Beni, Bunia, na ukishuka mpaka huko Masisi inakuwa vigumu kupata huduma. Lakini serikali tumesikia kwamba pamoja na wengine wataalamu kutoka nchi mbalimbali duniani wameweza kushuka huko na kuweza kufanya jitihada ya kutafuta namna ya kuweza kudhibiti ugonjwa huo usiweze kuenea. Lakini la muhimu ni kwamba watu ambao wanaoishi sehemu hizo waweze kusikia ushauri wa wataalamu na madaktari, kile ambacho wanachotakiwa kufanya ili ugonjwa huu usiweze kusambaa zaidi. Na isitoshe, wakuwe na ule motisha wao wenyewe wa kuweza kupunguza utamaduni wao, kwa sababu utamaduni wa Afrika sehemu hii lazima inakuwa ni vigumu kwao kuweza kudhibiti ugonjwa huu, huku wengi wakiwa na zile tabia za kugusana, kukumbatiana, na zingine tabia za kuwa na wanawake wengi, yaani washarati, na pia zile tabia za uwindaji, kukula wanyama wa porini. So ikiwa kama watajilinda na tabia hizi zote, ugonjwa huu ni haraka sana kuweza kudhibitika na kuweza kutoweka sehemu hii. Sitoshe, wametuonyesha na wanyama wote ambao wakiwa wamegundulika wakiwa na ugonjwa huu, wote waweze kuuawa. Serikali iwe imetoa amri na kuweza kupana motisha wa kuweza kutafuta wanyama hao kuendana na wataalamu na wagonjwa. Sio wananchi ndio wafanye hiyo kazi, hapana kabisa, ili waweze kuteketeza hao wanyama ambao wameambukizwa. Na isitoshe, walioambukizwa na wenyewe na wao mwenyewe kuwa na ile ufahamu mkubwa wa namna ya kuweza kujilinda ili usiambukie ugonjwa huu. Asante sana. Tutaendelea kuwaombea wote ambao wamepata matatizo haya katika sehemu hii ya DRC Kongo Mashariki, ili ugonjwa huu uweze kudhibitika na uweze kuisha kabisa, kiasi kwamba wana vita na pia na ugonjwa, ili inaweza kuletea wengi wao kugua trauma na kugua magonjwa ya akili, huku wengi wao wakikatishwa tamaa. Lakini
Tunaombeni msikate tamaa. Kikubwa zaidi ni kwamba ni kufanya jitihada zote za kufuata ushauri wa madaktari na wataalamu wa afya duniani. Asante sana, shukran. Tuonane tena baadaye katika kipindi chetu cha kuwa na furaha na amani duniani.